Asante, naomba tuketi wale ambao tunaweza kuketi. Ndoito murega. Ndoito ndilamugeithia murega. Murega ringi. Geithia igethi cia rera. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Amen. Kwa family ya ndugu yetu David Kiarao, viongozi, kanisa na waombolezaji, leo tutafupisha maneno hata zaidi. Nimesikia juzi wakati tulikuwa na shughuli kama hii kule Olkalau, na wengine walikuwa wamesema naibu wa rais aliongea kwa muda mfupi, na ni kweli. It is true. Kwa sababu maombolezi na mazishi ni mambo ya uchungu na sio mambo ya kuweka mzaha. Kuna mjane ameachwa na bwana wake. Kuna watoto wameachwa na baba yao. Kuna marafiki wamepoteza rafiki. Na kuna watu ya Olkalau wameachwa na mbunge wao. Kwa hivyo nataka tu niseme maneno mawili. Jambo la kwanza niseme David Kiarao amepumzika, na Biblia inatuambia ya kwamba heri wanaopumzika katika Bwana, kwa sababu watapumzika kutoka kazi ngumu za ulimwengu huu, na matendo yao mema yatawafuata mahali wameenda. The Bible says in Revelation 14:13, "Blessed are those who die in the Lord, because they will rest from the labors of this world, and their good deeds, their good actions will follow them." David was a honorable man, a disciplined man, an organized man, and we would not want to do anything that would affect his dignity, even as he lies in death. Go well, my brother. We shall meet in heaven one day, because all of us will have to die, but the beauty is one day we shall all resurrect and live in eternity. Jambo ya mwisho, ningetaka kuomba msamaha kwa niaba ya wanasiasa wote ambao labda kwa matendo, mazungumzo, walitatiza kwa njia moja ama ingine shughuli hii ambao tumekuwa nayo katika muda wa kama wiki moja sasa. Viongozi wa upande wa serikali ama viongozi wa upande wa upinzani ambao labda kwa matamshi yao, kwa matendo yao, wamezusha adhi ya hafla ya Mheshimiwa Kiarao. Kwa niaba yao naomba msamaha. I want to apologize on behalf of the political leadership of our country for anything that any of us may have done that has hurt the family, that has hurt the people of Olkalau and the friends of David Kiarao who are mourning him. And I take responsibility on behalf of the political class and apologize. And for those who come from outside Mount Kenya region, I want you to know that it is not in our culture to misbehave during funerals and private events. It is not in our culture. Sio
desturi na sio mila ya Mugikuyu, Muembu, Mumeru kuleta maneno ambayo yanakosa heshima katika mambo ya mazishi, harusi na mambo ambayo ni ya familia na kibinafsi. Sisi watu ya eneo hili la Mlima Kenya, nikiongea nikiwa mmoja wa watu ambao wametoka sehemu hii, tunajua na tunafuata ule utaratibu umewekwa katika Biblia na katika mila zetu, ya kwamba tuko na majira ya kila kitu. Kuna majira ya siasa na kuna majira ambayo hayahitaji siasa. Kuna siku ya furaha, kuna siku ya huzuni. Kuna siku ya kupanda, kuna siku ya kuvuna. So on behalf of all of us, the political class of all ranks, whether sitting leaders, former leaders, or even future leaders, those who may have done anything that has lowered the dignity of any of the events we have had, I take responsibility as somebody from this area. I apologize to the family. I apologize to the people of Olkalau. I apologize to the friends of David Kiarao, and also for those who don't come from the Mount Kenya region. I want to apologize and say this is not our culture, and we take responsibility and say sorry for what happened 2 days ago. Ando aito negwo kana tegwo. Negwo kana tegwo. Kwa hivyo mimi naomba ile sehemu imebaki sasa, tumefika mwisho, tuende pale, familia iende pale, ipumzishe mpendo wao. Wale ambao wako na agenda zingine na maneno mengine, mko na siku mingi ya kufanya. And I hope we will not have a repeat of what happened on Wednesday anywhere in this region and anywhere in Kenya. Sijui kama tumekubaliana. Yes, kwa sababu sasa kama ni ubabe wa siasa, hakuna mtu ajui. Ukiona mtu amefanya kazi nyingi ya siasa na amekuwa katika viti mingi, hakuna mtu hana namna ya kujitetea kisiasa. But you must choose the place, the venue, and you must respect the people depending on the circumstances. Kwa hivyo, our sister Jackie, your children, brothers wa David na sisters wake, in-laws, tunasema pole, and we want to commend you because we've also seen great family unity, and we've learned a lot from your family on how families should stick together when they have a situation like the situation you have had. So nawashukuru sana, nawatakia baraka za Mungu. Ngai wa moyo amurathime, amweke wega, na wale ambao watasafiri murudi salama, mugeithanie na mkute nyumba zenu zikiwa salama, watoto wenu wakiwa salama, biashara zenu zikiwa salama, mashamba yenu yakiwa salama. Mungu wa